Shalom shalom, nawasalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naamini kwamba upo salama mahali popote ulipo. Pia sisi tupo salama na tunamshukuru Mungu. Kwa siku ya leo ndani ya Yada Family tumekuja kutafsiri mambo kadha wa kadha, ama tuongelee mambo kadha wa kadha, mimi na wewe. Haleluya. Yes, siku ya leo sasa tumekuja kuulizana moja mbili kuhusiana na mambo ya maono ama ndoto ambazo watu huwa wanaota siku kwa siku. Je, umewahi kuota ndoto zikijirudia mara kadha wa kadha? Pakiwemo ndoto aina za spiritual husband, pakiwemo ndoto za kwenda shule, ndoto za nyoka ama kukomolewa na nyoka, na ndoto zingine za kuanguka chini, kuvuka mito, kukimbizwa na minyama mikali mikali. Je, umewahi kuota ndoto za aina hiyo? Karibu sana ndani ya Yada Family ili tuendelee kutafsiri ama kuelewa kwa kina mambo ya namna na hayo. Ndipo tunaenda kuangalia sasa ndoto za namna hiyo ama ndoto za namna hizo. Ukiota ndoto siku ya leo, tunataka tufunzane ama tuelekezane ya kwamba ukiota ndoto ya aina hii utakuwa inamaanisha kwa tafakari ama kwa tafsiri ya kiroho, itakuwa umeota kitu fulani ama kitakuwa kinatafsiri kitu fulani. Kwa hiyo ndoto, watu wengi sana wananiandikia wakinieleza ndoto ambazo huwa wanapatana nazo, ndoto za kukimbizwa. Unakimbizwa lakini mahali unakimbilia haupafahamu vizuri. Unakuta unakimbizwa na minyama mikali mikali ama midudu mikali mikali, lakini mahali ambapo unaelekea haupafahamu vizuri. Kwenye unakimbilia kwa pori ama kwa msitu, unakuta hujui mahali direction yenyewe mahali unaelekea. Sasa usitoke hapa, tunaendelea kutafakari. Kwa hivyo mwingine na wengine wananiambia wanaota hizi ndoto za kulala na wanaume ama kulala na wanawake ndani ya ndoto kwa usiku wakiwa wamelala. Lakini kabla hatujaanza kutafsiri zote ama kuanza kuelekeza ndoto kwa nyingine, acha kwanza tutafsiri kwanza ndoto ni nini, ili tuendane vizuri, ili upate kujua ndoto ni nini na ni kwa nini mwanadamu aote ndoto, na ni kwa nini tumekuja kutafsiri ndoto. Ndoto ni nini? Ndoto ni picha ama taswira ya vitu vimoja ambavyo huwa vinatokea ndani ya usiku, picha fulani ambayo huwa inakuja ndani ya usiku, ambazo huwa zinakuja tukiwa tumelala bila kutarajia ama bila kuzialika. Ndoto ni picha ama taswira ama movie fulani ambazo huwa zinakuja katika usiku bila kualika kitu hicho ama bila kuzitarajia ama kuzitegemea kwamba utaota. Unakuta zimekuja zenyewe. Kwa hiyo sasa, kwa nini mwanadamu anaota? Kwa nini wewe unaota? Unaota kwa sababu maisha ya mwanadamu yanatengenezwa katika mwili na katika kiroho. Wakati unatengenezwa katika spiritual ama kiroho na kimwili, ni lazima mwili ifanye kazi muda wa usiku, inafanya kiroho. Roho ama nafsi inafanya kazi muda huo wa usiku, alafu mwili unafanya kazi mchana. Ndio maana unaota ndoto. Na mara mingi sana ukienda kuangalia ama ukitizama, unakuja kujikuta yale mambo, mara mingi sana kwa watu wengi zaidi, yale mambo ambayo wanalala wakiota, wanakuja kujikuta ndio maisha yao binafsi ambayo wanapitia. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, wewe kama msikilizaji huwa unaota ndoto za aina gani, ili tupate kutafsiri? Na kukaribisha sana ndani ya comment section, na usitoke hapa
bila kufanya subscribe, kulike na kushare, ili usaidie watu kujua ndoto ama maisha yao ya kiroho na kimwili jinsi vinaendana. Mungu akubariki sana, Mungu akujalie, Mungu atuwezeshe kuendelea kutafsiri pamoja. Shalom, shalom.